Bwana sifiwe, watu wa Mungu. Kabla ya uumbaji wa vitu vyote katika ulimwengu wote, kuna kitu kimoja nilipata neema ya kukiona, ya kushuhudia kwa macho yangu. Naomba usikilize kwa makini, utajua thamani yako, vile Mungu alivyokupendelea, vile Bwana Yesu anavyokupenda. Siku moja niliinuliwa juu sana katika ulimwengu wa roho. Malaika wa Bwana alinichukua akaniweka mahali ambapo ninaweza kuona kila kitu katika ulimwengu wa roho. Na mahali pale nilipokuwa nimesimama na yule malaika alipokuwa pembeni yangu akinionyesha kila kitu, na mimi nikiwa na vishuhudia na viona, na kila nilichokuwa nakiona ananielezea kila kitu, maana ya vitu vyote. Malaika wa Bwana aliponichukua mahali pa juu, alinipeleka mahali fulani katika ulimwengu wa roho. Hatukutoka nje ya dunia, nilikuwa ndani ya dunia, ila katika ulimwengu wa roho. Mahali pale niliposimama na yule malaika, kuna vitu nilianza kuonyeshwa vikivutwa kimoja baada ya kingine. Nilishuhudia uumbaji wa Mungu ulivyo ajabu sana, ambao hadi leo wanafikiria, nasema hakika Bwana anatupenda. Hivi watu wa Mungu, alinionyesha sayari ambazo tumezisoma kwenye vitabu sayansi, hata Biblia kuna sehemu pameandikwa yeye aongozaye sayari anaweza. Alinionyesha sayari kadhaa. Wakati niko pale, malaika wa Bwana ananionyesha, nilikuwa na uwezo wa kuona sayari kana kwamba inapita karibu yangu, yaani usawa ambao nikinyosha labda mkono naweza nikagusa. Ni vitu vya ajabu, lakini ndiyo uhalisia. Ilipitishwa sayari ya kwanza mbele yangu, nikaona vile ilivyo kubwa na vile ilivyo Mungu alivyoiumba. Ilipita sayari ambayo yenyewe imeumbwa kwa jiwe tu, jiwe kama jiwe. Na wakati napita, nilisikia hadi mungurumo na sauti ya ile sayari ikiwa inakimbia. Ikapita sayari ya pili, ilikuwa na muhimili, na ile sayari nilisikia na mungurumo wake inavyokimbia. Zile sayari zilikuwa katika spidi ambayo kasi ya ajabu sana, kana kwamba nisingeweza kuona kwa macho ya kawaida vile ilivyokuwa zinakimbia zile sayari. Lakini wakati huo naona zile sayari zilikuwa zina spidi, ila nilikuwa na uwezo kuona mpaka jinsi ilivyo. Kuna sayari nyingine ilikuwa mchanga tu, kuna sayari nyingine ilikuwa sumaku tu. Zilipita mbele yangu hadi mwezi nao pia ulipita mbele yangu. Niliona sayari, lakini na mwezi pia niliuona wakati nashuhudia. Yule malaika akaniambia, unaona huo uumbaji wa Mungu. Lakini katika zile sayari nilishangaa kitu kimoja. Hapakuwa na uhai wa kitu chochote kinachoishi, wala kiumbe, wala mmea. Kitu chochote chenye uhai kilikuwa hakipo. Wakati nimeona, malaika wa Bwana akanambia, tazama jinsi Mungu
alivyoiumba dunia. Aliponiambia nitazame, nilisikia sauti kuu kana kwamba maelfu na mamilioni ya malaika wakimtukuza Bwana kwa ule uumbaji wake katika kuiumba dunia, wakimsifu na kushangilia maajabu aliyoyafanya katika kuiumba dunia. Akaniambia, tazama dunia. Wakati pale naambiwa tazama dunia, na mimi nipo katika ulimwengu wa roho, katika dunia, nikaiona vile dunia ilivyo na ukubwa wake. Akaniambia tazama. Nilipotazama akasema, kwa nini dunia inaelea na kwa nini dunia iko spidi sana na hakuna kinachoweza kutoka ndani ya dunia? Akanambia dunia imeumbwa kwa namna ya ajabu. Moja, sayari zote zingine zimeumbwa kwa mfano. Iliyoumbwa kwa jiwe ni jiwe tu, iliyoumbwa kwa sumaku ni sumaku tu, iliyoumbwa kwa chuma ni chuma tu. Lakini dunia imeumbwa kwa namna nyingi, kwa sababu Bwana aliamua kuipamba dunia kwa namna ya ajabu na tofauti na sayari zingine. Akaniambia katikati ya dunia kuna sumaku, ndani ya dunia kuna miamba ya mawe. Akaniambia kuna madini, kuna dhahabu, kuna almasi. Madini yote yenye thamani Mungu aliipamba dunia. Aliumba kwa udongo mzuri, aliumba kwa namna ambavyo dunia inaweza kutunza uhai. Akasema kuna sumaku duniani ambayo hii sumaku inafanya kuwe na nini wanaita, kuna ile mgandamizo wa kutoka katika sayari ya Jupiter. Hivyo hivyo kabisa, yani gravitation force ipo, ndio maana dunia inaelea. Lakini akaniambia tazama sasa kwa macho yako. Nikamwona mwanamke mmoja mbele yangu, na yule mwanamke alikuwa amebeba beseni, na ili beseni limebeba vitu kama vile viazi, miogo na vitu vingi vya kula ambavyo vinatoka katika ardhi. Akaniambia tazama Mungu alichokifanya, aliumba dunia kwa ardhi, udongo, ambao huu udongo unaweza ukadharisha chakula cha mwanadamu. Chakula kile ndicho kinachomfanya mwanadamu aendelee kusurvive duniani. Kuna uhai, kuna oksijeni. Ni yote kwa sababu Mungu alikuwa tangu mwanzo anapenda kitu hiki kiwepo duniani, kwa sababu anayekuja kumweka duniani ni yule ampendaye, ni mfano wake na sura yake, ambaye ni mwanadamu. Huyu atailima dunia, ataitunza dunia, ataitengeneza dunia na kuijaza dunia. Watu wa Mungu, mimi kilichonishangaza ni kwamba hapakuwa na uhai katika sayari zingine zote isipokuwa dunia. Na hapa duniani Mungu alipendelea dunia kwa sababu Mungu alikuwa anataka yeye kufurahi vile wanadamu watakavyoishi duniani katika furaha. Chochote watakachokitaka watakipata katika dunia. Kuna sayari niliziona hata maji hamna, tone la maji hamna. Sayari unaona kana kwamba ina ukame, lakini dunia kuna maji, kuna uoto wa asili. Ni yote hii kwa sababu Mungu alikuwa anapenda kuona wanadamu wakifurahi, kujiona yeye katika maisha ya wanadamu wakifurahi. Nilikuja kuelewa kitu kimoja.
hatuijui thamani yetu mbele za Mungu. Mungu anatupenda kuliko vile ambavyo sisi tunadhani. Alitengeneza sayari ambayo yeye ataona vile tunavyofurahia kuishi, tukipata kila tunachokitaka katika sayari yetu. Lakini pia hata tulipoanguka, bado Mungu aliupenda ulimwengu na bado akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu hakumtuma mwanawe ulimwenguni ili aje auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Lakini mioyo ya wanadamu imekuwa ni migumu kufahamu ya kuwa sisi tumechaguliwa na Mungu. Tunajipendekeza katika maisha ambayo sisi hatupaswi kuyaishi. Unatambua kuwa sasa hivi unafanya kilimo, unapata mazao. Ile ardhi ni Mungu alitengeneza. Hizo mbegu unazopanda ili uvune ule, ni Mungu alitengeneza. Leo hii unafurahia katika kuchimba kwako madini, unapata almasi, dhahabu na vitu vyote, unauza na kupata utajiri, ukizani ya kuwa ni juhudi zako na nguvu zako. Ni Mungu aliweka kwa ajili ya kuipendezesha dunia. Haujui ya kuwa chochote unachokifanya chini ya jua, vyote Mungu ni vya kwake. Unachokitenda ama unachofikiri kuja kukifanya, bado vyote vilifanywa na Mungu. Thamani ya maisha yako umemkabidhi kiumbe mwingine ambaye huyo hana uzima wa milele. Lakini Yesu akaja kwa sababu hataki siku moja uangamie ama upotee. Anataka siku moja uje ufurahie maisha ya uzima wa milele. Hebu jitafakari vile Mungu alivyokupendelea wewe. Hakuacha kabisa uangamie, hakuacha upotee, hakuacha uteseke, bali alikupa kila kitu na akakubarikia na chochote unachokitaka kikawepo kwenye maisha yako. Lakini moyo wako wewe mwanadamu umeenda kinyume na matakwa ya Mungu. Nafasi unayo, nuru bado ipo, rehema ipo. Haujachelewa kurudi kwa Kristo Yesu. Mpokee, atakufanya mtoto wake. Na kuahidi, yeye ni mwingi wa rehema. Haijalishi umeanguka mara ngapi, mpokee. Anakupenda. Yaani hivi, hata usipompokea bado vitu unavyovitumia ni vya kwake. Yaani elewa, chochote oksijeni unaovuta ni ya kwake. Uhai ulionao huo ni wako. Alikupulizia kwa nafsi iliyo hai. Huna uhai wowote kama sio yeye. Yaani ukubali ama usikubali, hatua unazozipiga sasa hivi kwenye maisha yako ni vya kwake. Alivifanya kwa ajili yake, na kwa ajili yake vikapata kuwepo. Manake hakuna unachokiona kilichopo chini ya jua kama sio cha kwake. Vyote ni vya kwake. Usiwe na kiburi kiasi hicho, kana kwamba yeye anafikia hatua ya kukwambia njoo mwanangu, wewe hutaki kuelewa. Shalom.